Jamani, Bwana asifiwe. Naomba wenye Biblia nzuri wafungue kitabu kile cha Yohana sura ile ya 14 kuanzia mstari wa 12 mpaka 17. Kutenda kiungu kwa Roho Mtakatifu. Yohana 14 mstari wa 12 mpaka 17, naomba usome. Nitasoma. Amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Mkinipenda, mtazishika amri zangu. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Baba, ninakushukuru tena kwa ajili ya neno lako zuri. Asante kwa sababu una makusudi kutufundisha kupitia neno lako. Sauti yako ni ya milele, neno lako halitakoma kama ulivyosema. Ndivyo tulivyo tena siku ya leo. Nataka tujifunze kwa upya, tuendelee kukufahamu kwa kina na mapana na marefu. Mungu kaonekane tena asubuhi ya leo. Asante kwa kuwa ni Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nimesoma kitabu hiki cha Yohana. Kitabu cha Yohana kimeandikwa kuanzia mwaka wa 85 mpaka 90. Unaweza kuona ugumu wa wanafunzi wa kwanza waliopata shida. Yaani wanafunzi wa kwanza walikuwa wanalihubiri Agano la Kale. Sasa wanalipeleka kwenye Agano Jipya. Ilikuwa ni kazi kubwa. Yaani Yesu alipoondoka, ili Agano Jipya lilikuwa lijaandikwa. Kwa hiyo walikuwa wanayasema maneno ambayo Yesu alikuwa anasema, yalikuwa hayajaandikwa. Kwa hiyo kuanzia mwaka ule wa 34 na kuendelea, kitabu cha Yohana hiki tunachosoma kimekuja kuandikwa na Yohana, sawa? Na Yakobo. Jamani, Bwana sana. Hao pia walikuwa ndugu, mama zao walikuwa ndugu na Yesu. Sasa mwisho ndio huyu walikuwa anapendwa sana. Alikuwa anapenda, wanasema mwanafunzi mdogo alikuwa anapendwa sana na Yesu, Yohana. Alipenda kukaa karibu na Yesu. Sasa huyo ndiye aliyeandika kitabu hiki mwaka wa 85 mpaka 90. Ndio ikakabilia. Yesu alikuja kuanza kutafuta wanafunzi ambao waanze kumfanana. Waanze kutoka kwenye mambo ya dunia. Yaanze kujua kwamba huyu mbona ni tofauti. Ndivyo Yesu kusudi lake alipoanza kufanya. Akaanza kuwafundisha. Wakati anawafundisha, akaanza kuwatuma waende kuhubiri. Walipoenda kuhubiri, wakarudi wamechachamaa. Wanasema, Bwana, tumeenda kule kijijini, tumehubiri Injili, mapepo yametukamia. Msifurahi kwa sababu ya hilo, lakini furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa wapi? Mbinguni. Kwa hiyo ili tuweze kutenda kazi hii ambayo Yesu alituachia. Maana Yesu akasema enendeni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi. Mataifa wengine wanahubiriwa neno, lakini wengine wanaambiwa, wengine wanataka kuona ishara. Kizazi hiki kinataka kuona ishara na watu wanataka kuona Mungu anafanya. Huyo Mungu mnayemsema, huyo Mungu wenu anafanya nini? Sikiliza habari ambazo Naamani alizisema asubuhi. Tumejifunza asubuhi. Naamani alipopona ule ukoo, maana haikuwa kawaida kupona. Alipopona akasema, sasa nimetambua. Haleluya. Anasema sasa nimetambua kumbe hakuna Mungu mwingine zaidi ya hapa Israeli. Leo ndio mahali tumseme huyu Mungu vizuri. Kale kabisa Mungu anasema asubuhi,
asubuhi kama kalikuwa katumwa kamechukuliwa utumwani, kalipofika kule hawakuona aibu kuzisema habari za Yesu. Kikasema habari za Mungu, kikasema huyu mtumishi wa Mungu huyu jemadari wa kijeshi huyu angelikuwa anajua kwamba kule Samaria kuna nabii ambaye anaweza kumponya ukoma wake, angeenda angefanya hivyo. Maana huyu binti ndani yake kulikuwa na vitu vinazungumza, kulikuwa na vitu vinasema. Alikuwa anamjua Mungu, alikuwa anajua utendaji wa Mungu. Akaona hii sio ya kuficha, hii sio ya kuficha, lazima tuiseme. Jamani, haleluya! Ikiwa Yesu amefanya, lazima tumseme. Jamani, amina. Ndio kazi tuliobatizwa nayo duniani. Hamjabatizwa ili tupongezane hongera. Tumebatizwa kwa ajili ya kazi. Sasa leo watu wamebatizwa, wanabaki duniani kwa ajili ya kusubiri miujiza ya mafanikio. Wanasubiri kwenda Dar es Salaam kwa Mombasa, wakapata mafanikio kupata magonjwa. Yesu amesema wewe ukimpokea Yesu anakuwa ndani yako. Wewe utapata ugonjwa automatic. Jamani, amina. Yaani moja kwa moja ukimwamini tu Yesu, ugonjwa wewe unapona. Semeni amina. Ndivyo ilivyo. Kwa hiyo sasa wewe uruhusiwe na kutafuta uponyaji. Wewe ndio unataka kuambia watu Yesu anaponya. Alafu tunaponaje? Unataka kuweka mikono unapona. Mwanamke. Lazima uko mnajisikia mnaogopa kwa sababu ndani hakuna kitu. Yaani watu wapo wanakuja kanisani, yaani tangu ameokoka, anaposema ameokoka, tangu ameokoka hajawahi kujazwa Roho Mtakatifu. Haiwezekani. Alafu wafanye mambo makubwa ya kimungu. Nasikiliza maneno yetu yawe amini na kweli. Acheni kuzungumza mambo ya uongo. Watu wengi sasa hivi wahubiri wengi sana, sikiliza. Watu wengi sana wamehubiri. Wanasema mwaka huu majira kama haya utapokea mimba. Nani alikwambia? Wanahubiri uongo ambao Mungu hajawaambia. Unajua sisi ni watabiri. Ukimsemea mtu hilo jambo litendeke, ukisema unaambia roho hautendeki, wewe ni muongo. Na mambo ya uongo kanisani. Watu waamini, waliniambia majira kama haya ningepokea mimba. Sasa tunaona sasa mwaka umepita, niko tu hivi na tumbo linaendelea kuuma tu. Yaani ukubwa wa uongo. Kama Mungu alikwambia usiseme, acha kuwadanganya watu. Maana walio wanasema wanapokea, lazima kuna tukishaokoka tunajazwa Roho Mtakatifu. Katika Roho Mtakatifu tunatenda mambo ambayo hayatendeki. Kwa hiyo akaja sasa akaanza kutafuta watu ambao wanakuwa mafundi, sawa, wa kufanya bila nini? Kufanya bila kutumia akili. Maana kwenye akili inakoma. Hivi inakuwaje ukoma? Upone tu hivi kwa kutumbulia kwenye maji. Ndio maana mama alikataa, akasema mliniacha kule kwetu. Maana kama ni maji kwetu yalikuwa safi, mito miwili safi ndio sasa ilikuwa wakati pale. Akahitaji ile tu. Mama mimi wananiambia kuna chafu hivi. Hapo sikiliza. Hili ni neno la unabii. Hili neno la unabii. Ujitoe mara ngapi? Mara 7 kwenye mto nini? Yordani. Kwa hiyo tunafundishwa pia tuseme ukweli, yale ambayo Mungu amesema tuyaseme hivyo, wala tusifanye tusiyapunguze. Hata kama yanaumiza, wamwambie mtu. Hata kama pia utakufa usipokufa, wewe mwambie tu utakufa. Hatuwezi kutenda kiungu ikiwa sisi hatujabadilika kuingia kwenye uungu. Na ndio maana Yesu alikuja na uungu wake. Anasema mimi na Baba, kwa sababu mimi ni Mungu na Baba ni Mungu, tutakuja kufanya makao kwenu. Alafu mtakapoanza kutenda, mtakuwa mnatenda kwa Mungu, sio kwa kanisa. Nikapewa kitambaa. Nikaenda bafuni nikiwalisha maji. Aliposogea pale nikampigia maji yale, akafa pale. Ndio ndio ushuhuda. Kuwa paka. Yesu anasema ishara hizi si jambo la Mungu. Hiyo ndio kazi tuliyobatizwa nayo. Hatukubakizwa habari ya porojo hapa. Tuko hapa kwa ajili ya kutenda kazi. Na kwa kazi hiyo tunalipwa mambo mazuri na Yesu. Tunapewa uzima bure. Tunapewa mamlaka kubwa duniani.
Sasa nilikuwa naongelea hamasikia makao. Unafahamu? Sasa hapa tuko kama wanne hivi. Sasa nimekaa mmoja anasema tuko kama wanne hivi. Tunaniambia mtumishi wa Mungu, mimi hali yangu ya uchumi ni mbaya sana. Sasa nikasikia makosa na wabariki watu. Kwa hiyo naenda hapo ndao nilipokea baraka za makosa. Hapo nauma, sasa naenda hivi. Beba. Nilipofika pale Mwanza, sikia nini ya Mwanza ya Nyegezi. Majamaa yako pale ameteka gari pale. Wanaenda uwanja wa fresh. Wanaenda kuombewa magonjwa, wanaenda kuombewa baraka. Hadi kaangalia nikasema Mungu. Niliporudi yule mzee nilimtafuta. Nilipomtafuta akaniambia kanisa ambalo anaabudu. Nikaona shule ndogo. Na sio shule ndio anafundishwa lakini hajawahi kuamini. Bado adakaye niamini. Na huwezi kuamini ukiwa haujaingia rohoni. Lazima ukimwamini Yesu maana yake umeingia wapi? Rohoni. Umejaa Roho Mtakatifu. Ukijaa Roho Mtakatifu unabadilishwa. Unakuwa sio makala huyu anayekuona, ni makala mwingine. Jamani amina. Maana wa kawaida huyu anamfahamu. Sawa? Mama huyu wa kawaida tunamfahamu. Lakini ukijaa Roho Mtakatifu, si wewe, ni mtu mwingine kabisa. Leo tunapata shida kwa sababu washirika wengi hawajajazwa Roho Mtakatifu. Hawawezi kujisema habari ya Yesu vizuri. Kale kabinti bila kupenda. Sijui wanajaza roho wakati ule, lakini kalikuwa na Mungu ndani yake. Kakaona huko utumwani kaliko kamseme ye Mungu. Akasema huyu mtumishi wa Mungu angelikuwa anajua kwamba kule Samaria kuna nabii ambaye angemponya ugonjwa wake, angefanya juhudi. Na yule jamaa akasikia. Habari tukizisema katika ule uwepo wa Mungu, kuna vitu vinafunuliwa vya Mungu ndani yetu. Hivi ni kwa Yesu. Yesu anafanyaje? Unasema ninakuombea mimi mwenyewe unapona. Basi umepata shida sana basi. Nende kanisani. Hapo umejitendea hapo bado una wasiwasi. Unaona? Yaani wewe mtu unamshuhudia jana ukimwambia Yesu anaponya. Mchungaji wangu, mchungaji kwa meza ngara.